Basi moja kwa moja tuko katika shule ya upili ya Maeta inayopatikana katika eneo bunge la Kuria Mashariki, kaunti ya Migori, na tumeweza kufika hapa ili kwamba tuweze kutaka kujua hii shule imeweza kufanya vipi katika mtihani wa mwaka 2025 ambayo matokeo yake yaliweza kutoka siku ya Ijumaa. Basi nimebahatika leo kupata wanafunzi ambao walifanya mtihani mwaka jana na matokeo yao yakaweza kutoka. Ningependa kwamba tuweze kuzungumza nao na watuambie grade walizopata, na je, hii shule imeweza kuwasaidia kivipi? Jina lako? Kwa majina naitwa Linet Nyamuganga Chacha. Ninasoma Maeta Secondary School. Nilifanya last year, nilipata B+. Niliweza kujiunga kuanzia form 1 mpaka mwaka jana. Na ambacho nilipenda kwa hii shule, walimu wako na umoja na wanafunzi, na wameweza kutusaidia, tumeweza kupata grade ambayo tumekuwa tukitarajia. Labda kilichochangia zaidi nyinyi muweze kufanya vizuri kama wana kidato cha 4 wa mwaka jana ni kipi? Ni umoja na kutia bidii. Na labda tuambie, ile minimum mlikuwa mmeiweka kama darasa ndio mlipata ama mlipunguza ama mliongeza zaidi? Tuliongeza. Mliongeza na ngapi? Ongeza na ilikuwa ngapi? Mimi ilikuwa ngapi? Ilikuwa 6.0. Na mkapata 6.9. Labda hii shule wewe kusoma kwako kwa miaka 4, changamoto gani uliweza kupitia? Tazama kamera. Sijaweza kuona changamoto zozote. Labda ulipaji wa karo ama mzazi alikuwa anawajibika sana? Nilikuwa nimepata sponsorship na shule. Na ukawaahidi kwamba utafanya vyema? Niliwaahidi kufanya vyema na Mungu ameweza kunijalia, nimefaulu. Na sasa ungependa kujiunga na chuo kipi? Kwa napenda nijiunge na University of Nairobi. Ufanye course gani? Nursing. Na sasa ungependa kuambia nini wanafunzi ambao wanakutazama, wale ambao pia ni wa hii shule ambao wanatazamia pia kufanya mtihani wa kidato cha 4? Mimi ningependa kuambia kuwa wanaweza faulu, wajiamini na watie bidii katika masomo yao, wanaweza. Asante sana. Ni labda sogea hapa karibu na mimi na wewe nipate kujua jina lako. Kwa majina naitwa David Lalafa, mwanafunzi aliyefanya KCSE kwa hii shule na kujizolea alama ya A-. Ulipata A-? Ndio. Furaha ilikuwa namna gani? Ulijihisi vipi baada ya kupata matokeo kwamba umepata A-? Nilifurahi sana. Ndio. Na labda nijua bwana, ulikuwa umetarajia kupata hiyo grade? Ndio, nilikuwa nimetarajia kupata hiyo grade. Umekuwa ukipata grade gani katika mitihani ya kudurusu, hiyo mitihani ambayo umekuwa mkifanya mara kwa mara? Nimekuwa nikichezea tu hapo A-, B+. Ndio. Na ulijuaje kwamba utaweza kuipata? Maana umesema kwamba ulikuwa unatarajia. Nilijua nitapata hiyo kwa sababu tukifanya pre-KCSE principal alituambia grade ambayo utapata hii time ndio ni either umepanda juu ama umebaki hapo, na nikabahatika kupata kwa mtihani A-. So nilikuwa natarajia, sikutarajia kitu chini ya hiyo. Ndio. Na labda kikubwa zaidi ambacho uliweza kukizingatia ni kipi? Kikubwa cha kuzingatia ni kuwa karibu na walimu na kujituma, kushirikiana na wanafunzi wenzako, kwa sababu unakuta kuna ambacho huelewi na mwanafunzi mwenzako anaelewa, na kusaidiana na walimu, kuwafika karibu, hard work. Ndio. Na je, katika uhusiano wako na wanafunzi wenzako ulikuwa vipi? Kwa sababu najua kwamba labda kwa njia moja ama nyingine nao pia waliweza kuchangia kufanikisha matokeo yako na ya wengine pia. Ndio. Ushirikiano ulikuwepo. Ushirikiano ulitokea pale ambapo mwanafunzi kwa mfano ulikuwa haelewi sehemu fulani, anakuja kwako, kupitia hiyo unapata unaweza kuelewa zaidi ambacho venye ulikuwa umeelewa. Ndio. So through consultation ya mwanafunzi mwenzako mnainuana. Labda wewe ni kipi ambacho umejivunia kutoka katika shule ya Maeta? Kitu ambacho nimejivunia kutoka kwa hii shule walimu wanasaidia wanafunzi. Kwa sababu mimi nikijiunga na hii shule, nitasema tangu ni join form 1 sijaifukuzwa karo. So najivunia hii shule. Walimu wote, teaching staff na teaching staff wote wako perfect. Labda ulitoka shule ya msingi gani? Nilitoka shule ya msingi ya Nyamanche Primary. Nyamanche. Ulikuwa na alama ngapi katika mtihani wa darasa la 8? Mtihani wa darasa la 8 nilipata 337. 337? Ndio. Lakini kwa sasa uko na A-? Niko na A-. Unajihisi vipi bwana? Najihisi niko na furaha sana. Ndio. Unataka kwenda university gani? Nilikuwa najipanga kuenda University of Nairobi pia. Mbona unataka kwenda University of Nairobi bwana? Sio Rongo University ama Kisii? Kwa sababu najua hiyo ndio university kubwa. Ndio nimetoka, nataka nitoe jina ya shule kwa hii area nipeleke penye
shule kubwa. Na unataka kufanya course gani? Nilikuwa nataka niende medicine. Medicine. Ndio. Ya kupasua kichwa ama mifupa? Surgeon. Surgery. Alafu changamoto ulizopitia hapa shuleni ni zipi bwana? Changamoto kwa shule sidhani kama kuna changamoto, kwa sababu changamoto ikitokea walimu wanajituma kuirekebisha. Ndio. Ingekuwa labda na upungufu wa walimu? Kukuwa na upungufu wa walimu, hapana. Maana iko na walimu wa kutosha na hata wanazidi kutosha. Ndio. Wanazidi? Ila idadi inayohitajika? Walimu wako sawa, wametosha kabisa. Ndio. Kikubwa zaidi ambacho ungependa kuambia wazazi kule nje kabla tuje kwa wanafunzi ni kipi? Wazazi huko nje naweza waambia Maeta is the best place. Maeta ndio sehemu ambayo unaweza peleka mwanafunzi wako ujume uko na mwanafunzi shuleni. Ndio kwa sababu hapa walimu wanafuatilia mwanafunzi, wanahakikisha mwanafunzi anafanya chenye anafaa kufanya kwa wakati unaofaa na kwa sababu inayotakikana. Ndio. Na labda kwa wanafunzi waliosalia kidato cha 4 kwa sasa ungependa kuwajuza nini? Ningependa kuwajuza kuwa wanaweza fanya zaidi ambayo sisi tumefanya. Na hilo ndio tegemeo letu. Wafanye zaidi ambayo sisi tumefanya. Nimepata fursa ya kuweza kupatana na mwalimu anayesimamia masomo shuleni humo. Tungependa kujua kile ambacho amezingatia sana shuleni humo kuhakikisha kwamba matokeo ya kila mwaka yanapotolewa huwa yameimarishwa. Mwalimu, tuambie majina yako na ni kipi hasa umekizingatia zaidi kuhakikisha kwamba hii shule kila mwaka inafanya vyema? Asante. Kwa jina ni Daniel Omari, na kile ambacho ningependa kukisema ni kwamba kama shule tunajivunia kwamba kila mara matokeo yanapotoka huwa yameimarika, na hilo linatupa sababu ya kutia bidii hata zaidi. Na zaidi kile ambacho tunakizingatia ni kwamba tunahakikisha kwamba wanafunzi wetu wana nidhamu ambayo inawaelekeza kuzingatia masomo kila wakati. Wanasoma kuanzia mwaka unapoanza hadi mwisho. Nidhamu ambayo wanaizingatia hata katika kipindi cha mtihani, kiasi kwamba wanajua kwamba kama mwanafunzi anafaa kuhakikisha kwamba anatilia nidhamu hiyo, ajua kwamba wizi wa mtihani hautakikani. Kwa hivyo anafanya mtihani, anajitayarisha vema ili ifikapo wakati wa mtihani awe yuko tayari kukabili mtihani huo yeye kama yeye, bila kutegemea chochote kile kitakachomuinua. Kwa hivyo tunawaamini sana wanafunzi wetu, na wanashirikiana nasi kila wakati katika programu mbalimbali ambazo tunaziweka, zikiwepo ni zile za wikendi. Huwa wanakuja na walimu wamejitolea kuhudhuria madarasa na kuhakikisha kwamba wanawaelekeza wanafunzi pasavyo, na programu nyingine hasa kuhakikisha kwamba tunafanya mitihani ya mara kwa mara. Tunafanya mitihani ya pamoja na shule nyingine ambayo inatusaidia hakika kuwaimarisha na kuwanoa wanafunzi wetu wanapojitayarisha katika mitihani. Asante. Je, labda ikizingatiwa mnakamilisha syllabus yenu kwa wakati gani? Ndiyo, kama shule awali ilikuwa ni changamoto kukamilisha syllabus mapema, lakini tangu tumpate mwalimu mkuu Mr. Giriama ameweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba syllabus inakamilishwa ifikapo mwisho wa mhula wa pili. Na hilo liliweza kutekelezwa mwaka jana, jambo ambalo litusaidia sana kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata nafasi na muda mwafaka wa kuweza kudurusu kazi yao. Mhula mzima ulipoanza mhula wa 3 ilikuwa ni kazi ya kudurusu tu na kufanya mitihani ya mara kwa mara, jambo ambalo liliwasaidia sana kuimarisha grade zao, na matokeo ambayo tumeyapata ni matokeo ambayo yanavutia kwa sababu ya hilo. Asante. Shukrani sana mwalimu. Niweze kumpata naibu wa mwalimu mkuu atuambie, je, mlifanya vipi katika matokeo ya mwaka jana mwalimu? Karibu sana, karibu hapa na mimi. Asante. Kwa jina naitwa Robbie Pius, ndio naibu mwalimu mkuu wa Maeta Secondary. Mwaka jana vijana wetu walijisatiti sana na wameweza kuboresha matokeo. Yameonekana katika jamii na pia kwa mitandao kwamba ni matokeo bora. Ni jinsi ambavyo mwenzangu ametangulia kusema,
tumetilia mkazo na manani sana. Mwalimu, kabla uendelee, tujue mini ilikuwa gani, wanafunzi idadi gani uliweza kupeleka katika chuo kikuu? Chuo kikuu wanafunzi ambao walifaulu walikuwa 106, na tunajivunia hiyo. Na mini ya shule iliweza kupanda ikawa ni 6.9. Tunafurahia sana. Mwalimu, labda tuweze kujua swala la ulipaji ama kuchelewa kulipa karo ni swala ambalo huwa mara nyingi linaleta changamoto ya kuweza kufanya vyema, kwa sababu utapata kwamba wanafunzi ambao wangekuwa pale darasani wasome huwa labda wameenda nyumbani. Je, swala hilo nyinyi kama wana Maeta mnakabiliana nalo kivipi? Ndiyo lipo, hatuwezi sema halipo, kwa sababu wazazi wengi katika kanda hii mapato yao ni ya chini, na huwa tunakuwa na changamoto, lakini mwalimu mkuu anajaribu kuwaelewa na anavumilia hapa na pale, tukitumainia kwamba wataleta karo. Mara nyingi huwa wanafunzi wetu hawafukuzwi karo shule nyumbani. Je, mwalimu, pia nidhamu ni baadhi ya vigezo vinavyochangia kuboresha matokeo. Wewe kama naibu mwalimu mkuu, hilo swala la nidhamu umeweza kukabiliana nalo vipi, haswa katika kidato cha 4 kile ambacho ama lile darasa ambalo linakaribia kufanya mitihani ya kitaifa? Asante. Tulijaribu sana, ijapokuwa hatukukosa wale ambao ni wapotovu wa nidhamu, walikuwepo, na natumainia kwamba tungepata idadi kubwa ikiweza kujiunga na vyuo vikuu, lakini kuna wale walipotokwa na nidhamu, tukajaribu kurekebisha hapa na pale, tukapata kwamba kuna masuala ambayo yanachangia kama mining kwenye eneo la Kehancha, Kurutiyange na Karos, imeweza kupotosha vijana wengi hasa wa kiume na hawakuweza kufanya vizuri. Ndipo mwanzo wa mhula, mwalimu. Je, wazazi pale nje pamoja na jamii inatazamia nini kutoka kwa wanafunzi wa kidato cha 4 wa mwaka huu, hasa ukiwa kwamba wewe ni naibu wa mwalimu mkuu? Tunaomba kama shule ushirikiano, wazazi washirikiane nasi, waweze kulipa karo kwa muda ufaao, waweze pia kutusaidia kwa upande wa nidhamu. Watoto wetu wanapoenda likizo waweze kutulia. Tukishirikiana walimu pamoja na wazazi, tunatumainia mwaka huu matokeo itakuwa mema kuliko mwaka jana. Asante. Labda la kumaliza mwalimu? La kumaliza ni kwamba tunaomba wahisani pamoja na washikadau wote wa elimu pamoja na makanisa tuweze kuungana ili tuinue shule yetu ya Maeta, hata ikaonekane katika ngazi ya kitaifa. Tumepata fursa ya kuweza kujiunga na wanafunzi wa kidato cha 4 wa mwaka huu. Ningependa watuambie malengo na maazimio yao ya mwaka huu ni yepi, ambayo wanahakikisha wazazi pamoja na shule nzima kwamba wataweza kufanya vyema. Jina lako, kidato ni kipi, alafu tuambie maazimio yenu ama malengo yako ni yepi? Kwa majina naitwa Evelyn Wesika, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 mwaka huu kwa shule ya upili ya Maeta. Na malengo yetu mwaka huu, kwa kuwa hao ambao wameweza kutoka mwaka jana umeweza kututia moyo, na mwaka huu tunaamini kuwa tutazidisha zaidi ya hapo na tutapata grade nzuri. Na labda wewe ungependa kujiunga na chuo kipi endapo utafanya vyema? Ningependa kujiunga na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta University. Labda ungependa kufanya kozi gani? Ningependa kusomea uloya. Ungependa kuwa hakimu? Ndio. Labda ni kipi mnachokitilia maanani kuweza kufanya vyema katika matokeo ya mwaka huu? Kwanza, ili tuweze kufanya vyema mwaka huu, tunatakiwa kuwa na nidhamu ya hali ya juu ili tukaweze kutimiza malengo yetu. Na pia tunafaa kutunza muda wetu sisi kama wana kidato cha 4 ili tukaweze kufikia malengo yetu. Na pia tukaweze kuset targets ili tufikie malengo yetu mwaka huu. Asante. Nipate mwenzako bwana, karibu sana, tuambie jina lako ni nani, kidato ni kipi? Kwa majina naitwa Chacha Emmanuel, ni mvulana wa kidato cha 4 na nimeanza hii shule na sasa nimefika kidato cha 4. Tangu nilipojiunga na hii shule ilikuwa mwaka 2023 na kwa sasa ndipo nimefika katika kidato cha 4. Labda ungependa kuwa nini maishani bwana? Ningependa kuwa pilot.
Pilot kwa Kiswahili ni Rubani. rubani. Yeah. Na labda ni kipi unakizingatia zaidi kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa rubani? Kulingana na utafiti ambao nimefanya, nimeweza kujua kwamba ndipo nikaweze kuwa rubani, ninahitaji kwenye somo la hisabati, nikaweze kuwa na grade nzuri, somo la fizikia, nikaweze kuwa pia na grade nzuri, alafu na masomo mengine kama ya Kiingereza, kujua kuongea vizuri, ndipo nitaweza kufanikisha ndoto yangu ya kuwa rubani. Labda tuzungumzie uhusiano wako na wanafunzi wengine, ama uhusiano wenu kati yenu wanafunzi uko namna gani? So uhusiano wetu kama wanafunzi ni mzuri, si mbaya sana. Unapata wakati mwingine tunajiweka kwenye makundi, tunapata muda tunajiongelesha kama wanafunzi, tunasoma pamoja, tunajishauri venye tunafaa kujichukulia tukiwa hapa shuleni. Ndivyo tunavyofanya mpaka tunafaulu. Je, ni ahadi gani unatoa kwa watazamaji na wazazi pale nje kwamba mtaweza kufanya vyema zaidi ya waliowatangulia? Kile ambacho ningependa kusema ni kwamba mwaka huu kulingana na naibu wa mwalimu mkuu ameweza kuweka mikakati pamoja na walimu wengine kwamba swala la nidhamu limezingatiwa zaidi, na pia wanafunzi wanahakikisha kwamba wameambiwa kwamba wao wanakuja shule kila siku, wanahakikisha kwamba wanafuatilia masomo bila kukosa kuhudhuria. So wanahakikisha kwamba wanafuatilia kila kitu. Pale ambapo unapatikana kwamba huko unapewa adhabu kidogo, alafu unarudi unaendelea. Ndio. Ni ahadi wanazozidi kutoa wanafunzi wa kidato cha 4 kutoka shule ya upili ya Maeta, kusema kwamba wameweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba wataweza kufanya vyema katika mtihani wa mwaka 2026. Kutoka katika shule ya upili ya Maeta, jina langu ni Wambura Elisha.